tujue nafasi zetu tarehe 29. Tusikae nyumbani tukasema wataenda kupiga kura wengine, atakuja mwingine. Hapana. Kila mtu ana wajibu siku hiyo ya kwenda kupiga kura ili akamchague kiongozi mwadilifu. Kwa nini kiongozi mwadilifu? Tunasema kiongozi mwadilifu hatatoa wala hatachukua rushwa. Kwa maana tunasema uadilifu na rushwa ni kama sarafu moja yenye pande mbili tofauti. Katika vyote sasa, mimi naomba niwatajie kidogo madhara ya rushwa yanayoweza kutokea pale ambapo tunaweza tukapokea rushwa katika uchaguzi. Hasa tumeona wagombea wengi sasa hivi wanazunguka, wanakutana na watu, wanatoa vipesa, wanatoa visare, wengine wanasema kuna ajira tutawapa, kuna mikopo na kadhalika. Yote ni katika kulaghai wananchi wetu. Na uhakika sasa hivi wanapita. Na kuna wengine wanatufanyia kazi ambazo hata tulikuwa tunahitaji wafanye. Si ndio jamani? Mimi nawaomba jamani, tusiende kulaghaika kwa namna yoyote. Hivyo vipesa havitakaa kwa miaka 5 tunaoenda kumweka mtu huyo madarakani. Si ndio jamani? Ni miaka mingi ambayo anatakiwa akatuletee umeme, maji, barabara nzuri, zahanati nzuri au vituo vya afya vitavyotibu watoto wetu na sisi wenyewe. Si ndio jamani? Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye ana sera zinazotekelezeka, lakini pia ni kiongozi mwenye maadili na mwenye maono. Hivyo sasa tukienda kupokea vile vipesa katika uchaguzi huu, tunaweza tukapata madhara yafuatayo. Ya kwanza ni kufifisha demokrasia. Rushwa katika uchaguzi huondoa uwepo wa demokrasia, kwa sababu viongozi wanaochaguliwa kwa njia za rushwa hawawezi kuwasilisha chaguo la watu, wanakuwa na sio chaguo la wananchi. Vile vile rushwa inaharibu demokrasia kwa baadhi ya wagombea wanaoweza kujitoa siku chache tu kabla ya uchaguzi, baada ya kuhongwa na washindani wao, na kufanya uchaguzi usio wa kidemokrasia kwa kunyima wengine nafasi ya kugombea. Wakati huo huwafanya wapiga kura wasiwe na wigo mpana wa kuchagua machaguo yao. Akisha kuonga, unakosa ile demokrasia ya kuchagua kiongozi bora, unachagua yule aliyekupa kitu kidogo. Mwisho wa siku unamwacha kiongozi bora, unachagua yule bora kiongozi. Lakini kingine, rushwa inajenga matabaka ya wale matajiri na maskini. Mwisho wa siku gepu lile linazidi kuwa kubwa, kwa maana wale wenye pesa na utajiri wanatuhonga, tunawachagua. Mwisho wa siku tunakosa wale ambao hawana chochote na ndio viongozi bora. Lakini pia rushwa huzuia maendeleo. Viongozi wanaochagua kwa njia za rushwa hawawezi kuwa na uwezo, hawawezi kuwa wawazi, hawawezi kudiriki kuhamasisha wananchi kushiriki katika kutetea maendeleo. Mwisho wa siku zile hela walizokuwa wanatupa watakuwa ndio kipindi ambacho wanazirudisha sasa. Kwa maana walishatuonga laki mbili kwa watu zaidi ya 1000. Unadhani zile hela atazirudisha muda gani? Atazirudisha wakati akiwa madarakani. Lakini pia rushwa hupotosha haki. Moja ya kanuni za msingi katika uchaguzi wa demokrasia ni kwamba lazima tuzingatie haki sawa na uhuru wa upande zote kuzishiriki. Ikiwa baadhi ya wagombea watatumia rushwa kushawishi na kuwanunua wapiga kura, wagombea wasio na pesa za kuhonga hawatakuwa na fursa sawa ya kushawishi, na hivyo kuwa na nafasi ndogo ya kuchaguliwa ukilinganisha na wagombea ambao watatoa rushwa. Rushwa katika uchaguzi pia hufanya viongozi wanaokuwa kwenye uongozi, yani wataokuwa madarakani, kuanza kupokea rushwa. Kama yeye alitoa rushwa akiwa madarakani, na yeye atapokea tu rushwa au atatoa rushwa, kwa maana itakuwa tayari rushwa ni tabia. Hivyo sasa wito wetu ili kuondoa hayo yote ambao tunasema yanatweza utu kulingana na thamani yako ya
ambayo ni ya miaka 5 kumchagua kiongozi bora, mwisho wa siku tunaishia kupokea au kutoa rushwa. Nini wajibu wetu sasa kama taasisi za dini kuzuia rushwa katika uchaguzi huu? Tunasema taasisi za dini zina nafasi kubwa ya kuzuia rushwa kutokana na ushawishi wao na mamlaka walionayo kwa jamii, na hivyo wana wajibu wa: moja, kuelimisha jamii kuhusu maadili mema, umuhimu wa kutoshiriki vitendo vya rushwa na madhara ya rushwa katika uchaguzi. Na uhakika tunavyoendelea kukutana na watu wengi, tukaelimishe wengine. Hata leo tutapotoka tukakutane na jamii zetu, kuambia ni vyema tutoke tarehe 29 tukachague viongozi waadilifu wenye watoongoza katika taifa hili bila kupokea rushwa. Lakini la pili, tunawasihi nyie taasisi za dini kutoa mahubiri yanayounganisha taifa kwenye mapambano dhidi ya rushwa.